ili upokee ahadi ya Mungu. Uwe mwaminifu ili upokee ahadi ya Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mwema, nakushukuru kwa wakati huu tunapoingia katika neno lako. Bwana, ututie nguvu na utuwezeshe. Tunajiweka mikononi mwako katika jina la Yesu, amen. Uwe mwaminifu ili upokee ahadi ya Mungu au za Mungu. Maana Mungu ana ahadi mbalimbali. Lakini kabla sijasoma maandiko, kuna kitu katibu alikisahau. Kuwashukuru wote ambao mlitupa michango yenu kwa ajili ya ujenzi wa choo kipya, na tunataka tukijenge kisasa zaidi. Tunashukuru sana jamani, tunawashukuru sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Mliahidi tofali 390, lakini wengine walileta fedha, wengine wakaleta matofali. Matofali tuliyopokea ni 240. Na matofali 180 yameshajengwa tayari. Pale chini yako matofali kama 60. Na fundi aliniambia bado analeta matofali mengine ili tena tujenge. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaamini tutafika kwenye kozi 6. Takuwa zimebaki kama kozi 4 tufunge lenta. Hiki kwa sababu kina matundu mengi, kinachukua tofali nyingi. Kwa tutaendelea kuhimizana kwa kadiri neema ya Mungu inavyokuja. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Na Biblia inaniunga mkono, inasema usichoke kutenda, kwa maana utavuna kwa wakati usipozimia. Lakini kuna wengine bado hawajamaliza vile vijiahadi vyao. Usiondoke nacho, maana si tunakiandika kama nani, maana si tunakopa hela, tunafanya kazi. Kwa hiyo viahadi vinatukuta kwenye vile. Kwa hiyo tunaomba wiki hii tusingefanya chochote kile. Kwa wale ambao hamjamaliza viahadi, basi muoneni katibu, mtunza hazina, mmalize. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutakapokuwa tumeweka kamati ya maendeleo wakfu, ili jukumu tunawapa. Yeye katibu atakuwa anasimama, wa kanisa wao watakuwa na kusanya hela. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa bado hawajaweka wakfu, bado yule anafanya kazi. Jamani, amina. Ni Jumapili tutakuwa ni siku ya kuweka viongozi wakfu. Asante. Naomba niendelee sasa. Tusome katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 28. Kichwa cha ujumbe kinasemaje? Nisije nikiwa nimewapoteza. Uwe mwaminifu ili upokee nini jamani? Ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunakwenda kusoma maandiko katika Mwanzo sura ile ya 28. Naomba nianze na mstari ule wa 6. Biblia inasema Bwana Yesu asifiwe sana.
Nianze mstari wa 10. Biblia inasema Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahala fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto. Sema akaota ndoto. Nani anaota ndoto? Yakobo. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake imefika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Nchi hii ulalayo nitakupa wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na uzao wako. Mstari wa 3 ndipo wenye kiini cha ahadi ya nani jamani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakutana na Yakobo. Mahali pale palikuwa na namna ya pekee, palikuwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati anayashangaa kwenye ile ndoto, Bwana akamtokea. Sema Bwana akamtokea. Haleluya. Na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Nchi hii ulalayo nitakupa wewe na uzao wako. Haleluya. Mstari wa 14 anasema, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Jamani, haleluya. Anasema na katika wewe. Hii ni ahadi ya Mungu. Mungu anamwahidi nani jamani? Yakobo. Anasema na katika wewe na wanao hawa jamii yote ya dunia itafanya nini? Itabarikiwa. Na hizi ahadi huwa zinakwenda kwa kanisa. Kanisa mahali lilipo, jamii yote inabarikiwa kupitia kanisa. Hata msiposema amina, lakini mimi naamini. Yaani nyinyi mkinyamaza mimi naamini hivyo. Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka niwaambieni, mahali ambapo hakuna jamii ya Ibrahimu, ahadi za Mungu hazitembei. Mahali lilipo kanisa la Bwana, ahadi za Mungu zinatembea. Na kanisa linatakiwa liwe aminifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu akaongea na Yakobo kwamba nimekutokea mahali hapa ulipolala. Alafu na uangalia ule mto, kwa kweli hauna usingizi. Anachukua jiwe ndiyo mto wa kulalia. Wakati mwingine mtu anapita kwenye mambo magumu. Yale mambo magumu Mungu anataka aseme naye. Mungu anataka muahidi kitu. Sema amina. Haleluya. Kwenye misukosuko usikate tamaa. Shikamana na Mungu aliye hai. Tembea na Mungu aliye hai. Dumu na Mungu aliye hai. Jamani, amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu akasema na Yakobo ya kwamba mahali hapa unapolala, unapopata mateso, umekimbia kutoka kwa ndugu zako,
umekimbia kutoka kwa Esau, mahali hapa nitakupa wewe. Sema amina. Haleluya. Na mahali hapa nataka nikwambie, utabarikiwa uzao wako na jamaa yote ya dunia itabarikiwa kupitia wewe. Ninakuahidi wewe. Hizo ndizo ahadi za Mungu kwa watu wake wakitembea kwa uaminifu. Bwana amewaahidi kuwabarikia. Bwana amewaahidi kuwainua watu wake. Hakuna yoyote atakayeachwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema haleluya. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Ngoja tusome tuendelee mbele kidogo. Amen. Amen. Mstari wa 15. Natazama mimi nipo pamoja nawe. Jamani, amina. Mungu anaahidi. Pamoja, mimi niko pamoja na wewe. Nitafanyaje? Nitakulinda. Mwambie mwenzako, Bwana atakulinda. Jamani, haleluya. Ukienda na Bwana, Bwana anafanya nini jamani? Anakulinda. Laha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia Yakobo, ahadi kwa Yakobo, nitakulinda kila uendako. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake hata kama anaelekea mashariki, Bwana atamlinda anakokwenda. Hajamchagulia. Nikienda magharibi, Bwana atanilinda ninakokwenda. Nikienda kusini, Bwana atanilinda ninakokwenda. Nikienda kaskazini, Bwana atanilinda. Mungu amemwambia Yakobo, nitakulinda kila uendako. Nitakuwa pamoja na wewe. Mazingira yoyote utakayokuwepo, nitakulinda. Sema haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua Yakobo akaondoka. Sema Yakobo akaondoka. Ngoja kwanza nisome ile mistari. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nitakulinda kila uendako. Lakini nami nitakuleta tena. Sema nitakuleta tena. Jamani, amina. Mpaka nchi hii. Maana ataondoka, lakini nitamleta tena. Jamani, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Katika nchi hii. Kwa maana, sema kwa maana. Sema kwa maana sitakuacha. Mwambie mwenzako, Bwana hatakuacha. Uwe mwaminifu. Bwana hatakuacha. Utakwenda kule, utakwenda na kule. Utakwenda na kule, utakwenda na kule. Lakini mwisho wa yote, Bwana atakulinda, atakurudisha kwenye kiini chake, kwenye mpango wake, kwenye baraka zake, kwenye makusudi yake aliyekuitia. Bwana atakukusanya huko ulikotawanyika, ulikokwenda. Bwana atakukusanya, atakuleta mahali pamoja katika nchi ambayo amekuahidia, kwenye baraka zake, pamoja na mapito unayopitia. Bwana atakulinda kwenye adha ulionayo. Bwana atakulinda kwenye shida ulionayo. Bwana atakulinda. Halafu atakukusanya, atakuleta kwenye nchi anayotaka Bwana. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Hiyo ni ahadi. Mwambie mwenzako, hiyo ni ahadi. Uko tayari kuipokea? Mshike mkono, mbele, uko tayari kuipokea ahadi ya Bwana? Mwambie Yakobo alikuwa mwanadamu kama mimi, alizaliwa kama mimi, alipendwa na Mungu kama mimi ninavyopendwa, na akamwahidi na akamtekea. Jamani, haleluya. Yakobo, hebu fikiri, wewe unalala kwenye mto unaota, yeye mto wake ni jiwe. Muulize mwenzako, umewahi kupitia kwenye mawe na Mungu akakutokea?